Mwana madhabahu haya kuona kana kwamba ameinuka. Hata Yesu kuona kana kwamba uko na kizuri. Hivyo ndivyo Jezebeli alipoona shamba la Naboti akasema hii nzuri. Hapana, wewe ni kizuri. Kwa hiyo kila saa inang'ang'ana ikuweke wapi? Ikuweke chini. Kila saa inang'ang'ana ione kana kwamba auendelee. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana wengine hata kwa hapa Mungu umenipatia biashara. Ikikuwa hiyo biashara nikianzisha, I will give you the title, give an offer. I will be faithful to you. Kila mmoja mwanzo ndio ni kweli ama si kweli. Tuongee kweli. Nani ambaye tutakasi hapa? Sio bali alitotakasi. Ni kweli ama si kweli? Haleluya. Sio bali alitotakasi hapa. Haleluya. Tunaanza aje? Mungu nipatie kazi, nipatie kazi tafanya nini? Tuongee kweli, tuongee. Sadaka, I will give you the time. God I will be very faithful to you. Ni kweli ama si kweli? Haleluya. Ndio mwezi wa kwanza wa pili. Ni kweli ama si kweli? Wewe hakika hapo tunakuamilia mbinguni usio. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Unasema Mungu nipatie kazi, unaponipatia kazi utakuwa unatolea sadaka. Mungu nipatie kazi hivi, utakuwa unatolea sehemu ya 10. Inaendanga wapi? Yesu yuko. Yesu yuko. Utaapa yako yote. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Utaapa yako yote the moment ambapo utapata hii utafanya hivi. Lakini maana hekima ya kimapepo haitakuruhusu. Utazungushwa tena. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Roho ya Jezebeli haitakubali. Maana jua huyu nikimwachilia huyu atainuka. Ataendelea. Napata mshahara yako. Namba 1. Namba 2 chama. Namba 3 school fees. Namba 4 Namba 1 Namba 2 shopping. Namba 3 chama. Hata siku nani mbele ya chama. Namba 3 ni chama. Namba 4 haleluya. Namba 4
Uliza. Namba 5. Simpate baki na mshahara. Tumosha hapo. Sasa ule mtu yeyote atakuja dakika ya kimabebe mpeleka mpaka hapo. Hata Jumapili akiamka bwana anataka zile polisi hapa. Kuna watu ambao mmoja kama kusanya pesa kama 50 waenda kwa kalishe kwa msana pesa. Haleluya. Si Mungu hapa. Niko la maswali. Maana umefanya budget. Haleluya. Badala ya kumtanguliza na Mungu kwanza. Uone bila mambo harasini dunia. Lakini maana ni hekima ya kimapepo kimo usido. Hiyo ndio maana haikuruhusu bali pale. Kila saa inakuruhusu bali pale. Haleluya. Ndio naona Mkristo mzuri. Unaimba na lugha kabisa, unaimba na dini, lakini madini imekuandama chungu zima. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Unaenda kazini kuanzia Januari mpaka Disemba, lakini madeni, lakini whatever, hauna chochote kile, mwaka mzima unaisha kwa kweli. Tutaondoka mahali pale lini? Hiyo ndio swali nataka nijiulize. Haleluya. Usiniambie sikukuu nikikwenda kulala kwa mpya. Hata sisi mabango kwa mpya ni kweli ama si kweli. Lakini je, utaondoka mahali pale lini? Hallelujah. That's why the Christians we are dying very poor. Tunaamka asubuhi mzuri na mapema kwenda kazi, lakini tunakuwa tukiwa maskini oi. Hallelujah. Because the demonic wisdom that Jezebel anatupatia. Hakujui, hakuna hekima. Hakuna hekima. And then all the bishops wananiambia pastor, kuna kitu ambacho hujaambiwa kuhusu Lazaro tajiri. Hakujua kwa nini Lazaro alikachagua kama maskini. Na ni kweli hatujui. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Unaamka mapema lakini mwaka ukisha ama mwezi ukisha hauna lolote lile. Unapata ile mshahara, unapata ile pesa, unachia kwa mkono. Inaendanga wapi? Demonic wisdom. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Je, uendanga wapi hiyo pesa? Mungu kinipatia hii kazi, utajua ushi. Nitafanya hivi na hivi, lakini ukipatiwa nini tu relax. Geti naona kwamba ile roho inakuinda tu. Haleluya. Ile roho inakutafuta. Kama kuna watu ambao tunataka kuwa matajiri, ni sisi wa Kristo. Ni mimi na wewe. Hakuna kutumikia kwa tajiri duniani. Wanataka kuja kutukopa mataifa ya kuja kwetu. Maana Mungu wetu ni tajiri. Aliyebariki yote ni Mungu tajiri. Haleluya. Na wewe ndio Mungu wako. But we are our riches. The secret, giving. The secret is only giving. Hallelujah. The secret is only in giving. Hiyo ni ile tuko nayo. Hiyo tatizo tuko nayo kabisa. Why? Maana mapepo inatupeleka kule. Baraka zetu ziko kule kutoka. Haleluya.
Ndio maana wengine tunamaliza kwa mwaka tuko the same level. Haujaenda juu, haujaenda chini. Ile neema ya madhabahu inakwambia ati ni kweli hii level tu, kai hapo tu. Haleluya. Lakini ingekuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwako, ungekuwa umeenda juu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Where is your offering? Where is your tithes? Where are they? Ziko wapi? Hilo ndio swali. Hallelujah. Tena wale ambao nasikia wana magonjwa ambayo niwapiga, hautakosa wewe kukwambia mimi nimeokoka. Hautakosa wewe kukwambia kana kwamba mimi nimefanya hivi na hivi. Lakini because of the lack of this GIEIA, wakati ambao Mungu anakuja kujichukulia kutoka kwake, maana huwa anakujia. Sasa ile roho iliyokuwa rafiki nawe na kungeuka inaanza kukupiga. Unaanza kuwa maskini, una magonjwa, unaanza kupigwa na mama. Haleluya. Ungekuwa na hekima ya kiroho kidogo tu, na kujua kana kwamba uishi saba wakao, chochote ulicho nacho ni cha Mungu, utaona milango inafunguka. Haleluya. Sasa sifa yako kilele sadaka kwa Mungu, namwambia Mungu angalia leo nimekuja na hii. Si mbariki ndio uone. Si mbariki ndio kesho uone. Haleluya. Leo nimekuja na 20. Thank you Jesus. Naomba Mungu sasa fanye mpango. Nibariki tu uone. Mungu sinibariki uone kama sasa nibariki. Jumapili anakubariki na kumletea kitu mzuri, mwingine mzuri. Namwambia kawa ile sina. Nibariki tu ndio uone. Jadi kidogo tu nibariki tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anakuongezea kwa unafurahi kumwambia Mungu hii, thank you Jesus. Lakini maana hakuna ile hekima ya kiroho. Ndio maana wapendwa inashindikana ndani ya kwetu kuinuliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana inashindikana kwetu. Ndio maana ni gumu. Maana hatuna hiyo hekima kabisa. Tumefurahi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. The church of God let us open our eyes. Tufungue macho ya kiroho. Na tujue kwamba naye ametuandalia mazuri mbele yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tujue kwamba Mungu God likes you to be the best. And the best that you can afford. And the best that you have. Mungu atakuuliza kizuri ambacho hauwezi kufikia. Anakuitisha kile kizuri ambacho anajua mwanangu ako nacho. Anakuitisha kile kizuri ambacho anajua mwanangu asikosa. That's what our God wants. Nilete hii, lete kwa madhabahu ya Bwana. Lete kwangu, lete haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wachache ambao yafanya yale. Ni wachache hao uyatia yale maandiko sauti ya Bwana. Ukitaka kuona mwingine, kwanza ndio tuweze kutenga sadaka ya Bwana. Haleluya. Kila siku tunaweka shilingi 10. Kwa mfano. Ama kila mwezi kwa wiki za mwezi nitakuwa natenga sadaka yangu kila Jumapili na hii. Bwana Yesu asifiwe.
nitakuwa natenda hii sadaka kila wakati nimletee Bwana. Mungu naomba unielekeze kwenye sadaka iliyopendeza machoni pako. Unapojifunza hivyo, sasa sadaka yako inaanza kupata kibali. Inaanza kupata kibali. Haleluya. Utakuwa dhabihu Mungu akupigania na atapigana kuchagua kwa usikia mianguka. Utakuwa dhabihu kusimama hiyo kazi yako na sikia kazi yako imefunguka. Maana umejua kutenda sadaka yako. Hii sadaka ni ya Mungu kuanzia leo mpaka Jumapili. Mungu ni dhabihu yako. Haleluya. Ndio moment unapoona kosa na mambo yake, Mungu amenimekosa. Ile lengo langu nao sijafikia. Nifanye nini? Utakuwa na wakati usio kuzungumzana na Mungu au kusemezana na Mungu kuhusu dhabihu yako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Lakini hekima ya kimapepo inatupeleka chini. Kalenda zetu zimebadilishwa. Atuendelee, atusonge mbele, tuko mahali pamoja. Naomba Mungu leo atupe hekima ya kiroho in terms of giving. Haleluya. Naomba Mungu atupe hekima ya kiroho katika kutoa. Naomba Mungu ashushe neema na nguze tu. Naomba Mungu anyoshe mkono wake. Ile roho iliyopanda ndani yako ing'olewe na roho Bwana kuguze na kuelekeze. Haleluya. Ndio roho Mungu asungumuze nawe. Ndio roho Bwana afungue malango yako upate kufunguka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio lango kutana na Mungu. Ndio lango Mungu ashuke kwa. Akuondolee kung'ang'ana ndani ya maisha yetu. Akuondolee kung'ang'ana ndani ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na sadaka yako iwe ni ya Abel, isikuwe ni sadaka ya Kaini. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa la Bwana sidanganya. Giving is a must in the church of God. Giving is a must in the out of God. It's a must. It's a must. Tafuta wengine ambao ni mbao. Na usikubali kujiona kwa nini usipe sadaka. Giving is a must in the house of God. Hallelujah. And as a Christian, na babu sababu mkoka, you must give an offering. You must give tithe. Hiyo ni kawaida. Mimi naanga shortcut. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanamke yule mtenda aliangalia Mungu alikuwa anasema waje kuchukiza niletee Bwana. Wewe mwenyewe wako wako nacho. Give freely, give with free heart, give faithfully. Hallelujah. Tuwa kwa roho, tuwa kwa upendo, tuwa kwa moyo wenye upesi. Hallelujah. Na unapotoa vile kwa njia ya mbingu sasa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hapo unatoa sadaka, hii ndio hapo ni sadaka acceptable. Kama sadaka yako inakubalika, unaacha udhaifu wako hapa. Haleluya. Zile tatizo zako unasiacha hapa. Basi ndio kupigana nazo. Basi ndio kupigana nazo. Enda kupigana nazo. Haleluya. But the moment ambapo sadaka yako inakubalika, huo unakuja na udhaifu wako hapa na unaondoka nao. Bwana Yesu apewe sifa. Umekuja hapa ukiwa unalia na kupokelea. Francis Kalekuja. Kani tule kidogo hapo. Tule kidogo. Basi tunataka sana. Haleluya. Wewe unakuja na udhaifu wako hapa, unachoka na udhaifu. Madhabahu ni
Haleluya. Tunalete kitu dhaifu wetu mahali pale, tunaominia mahali pale, ndipo tukiondoka, nami nikiondoka niwe huko salama. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ndivyo ambavyo tunataka kuzungumza. Unaleta udhaifu wako pale, unaondoka ukiwa na amani. Unaleta udhaifu zote hapa, unaondoka hii sadaka yako itakubalika. Haleluya. Leo Mungu akufunze. Leo Mungu akufunza, kuelimishe on how you should live. Leo akuelimishe jinsi ambavyo unafaa kumtolea Mungu, jinsi ambavyo unafaa kufanya kazi ya Bwana, jinsi ambavyo unafaa kutoa. Bwana Yesu apewe sifa. The difference between offering and tithe. Tithe is a must. Hallelujah. Tithe is a must according to biblically. 10% of that what you have is a must. Hallelujah. Kina more discussions. Hata ninataka kufikiria kama kuelekezwa na Roho wa Bwana. Tithe is a must. 10% of your what? Sehemu ya 10 ya mapato yako. Yes, a must. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wengi wetu hatupatie sehemu ya 10. Jezebeli. Don't give. Roho ya wizi kwa mahali pale. Hallelujah. Kwa nini wapendwa tusimjaribu Mungu katika haya mambo matatu? Tumjaribu kwa sadaka, tumjaribu kwa sehemu za 10, na hata dhabihu zetu. Na tuone kana kwamba naye Mungu wa mbingu hii na Mungu wa madhabahu haya kana kwamba atakubariki. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Uone kana kwamba Mungu anafungua malango. Uone kana kwamba Mungu naye anajitukuza na kujidhihirisha ndani yako. Why can't we give? Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Learn how to give tithe. Learn how to give offering. Learn how to give sacrifices. Sacrifice ni ama dhabihu ni. Ndio ninakuwa nikitoa sadaka. Lakini nimetoa sadaka, nimeona nafika kiwango. Sasa nataka kitu another special level ama special thing on the altar. Because of this special thing I want from the altar, I'm going to sacrifice. Hallelujah. Because of my family, natenga dhabihu nzuri ni kwa ajili ya familia yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Natenga dhabihu yangu kwa ajili ya familia yangu. Hiyo naitoa sasa kwa ajili ya kitu fulani. Hilo ndilo dhabihu. Unayoitoa maana ni lazima. Hiyo inaanga madeni. Na kama kwa sehemu ya 10, hiyo ndio hukumu yako inakwenda na Mungu. Ndio maana pale madhani tunapeleka na kwa Eliana na askari aliyemshika kabla hajakupeleka jela. Nile jela tunapeleka askari yote akishika barabara kusomea mstari. Iko la masikio. Askari yote akishika barabara anajenga madai verse 5 chapter 5 verse 24 to 25. Hiyo bila kuambia fungua. Haleluya. Anakuambia ile wana askari alimshika kabla hajakupeleka jela. Yule askari alimshika hapa ni nani? Sasa nishika barabara ni Mungu. Haleluya. Na ndio maana nasema utajinasua mpaka ulipe ile senti. Hebu msikie na Mungu. Mungu la msikie. Nimesema ni Biblia. Haleluya. Utajinasua mpaka ulipe ile senti. Sasa wewe ulipa ngapi? Tangu ule kwanza kufanya kazi nyingine njoo. Nyingine ripoti. Kama unaanza the year 2000 kwa kufanya kazi ya noti nyingi ya taifa. Eliana na askari yako kabla hajapeleka kotini. Haleluya. Maana oka jinasua
mpaka ulipe senti. Bwana Yesu apewe sifa. Je, na wewe? It's just the spirit of Jezebel ambayo inatuzuia tusione hiyo. Nafunga kwa asili. Omba Mungu tu kuja kufunguka. Omba Mungu tufunguke tu. Haleluya. Unapofunguka tu hiyo tu roho yako ifunguke. Haleluya. Taanza kuona matunda ya Mungu sasa. Jiulize kuna kesi ngapi za Mungu? Jiulize. Bwana Yesu apewe sifa. The Church of God and the Gospel of Heaven, hakika tumebarikiwa, lakini tunajizuishia baraka wapendwa. Tunajizuia baraka. Tunajizuia baraka. Tuondoke katika yoro. Twende katika level lingine. Tuondoke katika hiyo hali. Tuinuke kwa hali nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ndio kinga katika ibada, ndio umebarikiwa kiroho. Mali uko nayo, pesa uko nayo, utajiri uko nayo. Hiyo ndio Mungu ametupangia. Haya ndio Mungu amepanga kwetu. Haleluya. Haya ndio Mungu anakuwazia ndani ya ibada. Ni hayo tu Mungu anakupangia katika huduma hii. Tukatae moyo masikini, tukatae moyo Jezebeli kunyanyasa. Na tuseme kwamba tunahitaji kuondoka katika level hii. Nahitaji niondoke katika hii hali ya umasikini, hali ya kung'ang'ana, hali kama hii. Naomba Mungu niondoke. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tuanze kuona utajiri wa Mungu. Baada watu wengi ni marafiki zako, maana mko level moja. Haleluya. Mnaongea level moja. Wacha tupe pesa ifunguke. Ingie kwako. Mungu akuunganishe na watu wako na maono makubwa. Hautapata wakati wa kuongea. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Utakuwa na wakati wa na Mungu kila saa unamtafuta. Unamwambia Mungu nataka hii. Mungu naomba hii. Haleluya. Lakini the moment ambao tunashindwa hiyo, tunataka level moja. Haleluya. Na hivi hata kungekuwa na watu wako na biashara kubwa. Wengine wamepanga mapanga kule nje, Mercedes kule nje. Wengine wako hivi na hivi. Ukiwaangalia kose kwa watu mmoja, mwingine ako kule, mwingine ako kule. Hata sisi tunapopanga kwenda kwa ibada, hakungekuwa na mkutano kwa watu walitembea. Mmoja anasema nasimamia kuipatia viatu vile kama church. Haleluya. I am looking at that level myself. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naangalia hiyo level. Wewe ambao hadi kuinuka, wewe si mtoto wangu. Wewe ambao kuna maono ya juu, hakuna wewe si mwana madhabahu haya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na angalia na kutamani nasamia kila mtu nione huyu ameenda huko, yule ako kule, mwingine ako pale. Haleluya. Kazi nzuri, biashara kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. And the church goes by nation. Tuache kulia ishi kwa nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wataka kupanga magari yao pale, hata kama ni Probox, hata kama ni Toyota Nissan, zimepangwa pale. Haleluya. Hata kama ni moto kwa kipindi sana hapa na gari. Nisikie ndio huyo kama kuja kuna store ni supplier. Mwingine sikie ndio huyo ni manager somewhere. Haleluya. That's my prayer in the ministry. Watu ambao wamepata, watu wako na mapato makubwa. And you ndio maana kuandika kwa hizo vitatu. I must pray for someone to be blessed. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Nimechoka kukaa nao kwa hiyo level. Ambaye pastor amechoka na wewe.
Mwambie pastor amechoka na wewe. Ukiwa hiyo level. Hallelujah. Bwana sapesi. Tuangalie tuinuke tena sasa. Mungu Isaka tubariki. Ukinunua gari kupata mapunoti. Hallelujah. Na tunamwambia Mungu ni asante hawa watoto na wabariki. Mungu si wanguzi kwende. The church is growing. Not terms of numerous numbers, but even financial is growing. Ona huyo alikuwa alianza sasa hivi meja. Ona huyo sasa hivi biashara yake imeinuka. Hallelujah. Lakini tukubali haide kwa kanisa la Bwana. We are not the open chapa. Atusaidia sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Asimu kuna mtu ambaye ni mkubwa kwa serikali. Anasema nipatie watu watatu ni kwa nini katika kanisa la Bethel. Asimu kana kwamba ni wewe sahihi. Ambao anasema mwanangu ambao kwa kazi hapa niwapeleke kwa wajibu kazi. Kwa nini kuna store 10 sipati ndani watu wa kuajiriwa. Haleluya. Nani aliyokuambia kanisa la Bwana kwa maskini kama vile wewe? Haleluya. Leo hii tuombe kwa roho ya maskini. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Leo hii tuombe katika roho ya maskini.